uitengeneze vizuri, ikae vizuri. Ikishakaa vizuri, matokeo ya madhabahu ya moyoni yataonekana kwenye madhabahu ya nje. Vita madhabahu. Ngoja niwaambie, shetani alichofaulu katika wana wa Mungu ni kuiua madhabahu ya ndani. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Mungu anawaagiza Israeli akisema, amri hizi usiandike ndani ya kibao cha moyo wako. Zikishaandikwa ndani ya kibao cha moyo wako, usiandike na kwenye miimo ya milango na kwenye mikono, uwafundishe watoto wako wasijue. Israeli wakajitahidi kufanya hivyo, lakini baadaye shetani akawafaulu, akaharibu zile amri katika mioyo yao. Walichokifanya wakawa wanashona kanzu. Zile kanzu wakizishona, wanaweka pindo. Ndani ya zile pindo mlikuwa na karatasi iliyoandikwa zile amri. Yaani ili mtu aonekane kama anatembea nazo kila sehemu, anaandika kwenye karatasi, anachomeka kwenye kunjo wa nguo, anatembea nayo. Ndio maana akasema hivi, mnapanua hirizi zenu. Yaani sio zile hirizi za waganga wa kienyeji, yaani ule mkuto na ile karatasi ndani yake, ndio tukapata neno hirizi. Wakawa wanaandika makubwa makubwa. Yesu akasema mnapanua mahirizi yenu, halafu mnaenda masokoni ili msalimiwe na watu, mmebaki wako kutafuta heshima. Lakini kumbe mioyoni, madhabahu ya mioyoni imeshakufa, haina chochote. Ndio maana Yesu akamwona ni adui, kwa sababu amekuja ili awarudishe kwenye mstari, awaambie ukweli. Sasa kama utanipenda nipende hivi hivi, kama utanichukia nichukie hivi hivi, lakini lazima nitoka hapa nikwambia, madhabahu yako ya moyoni kapime kama iko sawa sawa. Nilipokuja kwa mara ya kwanza, kulikuwa na sifa ya moto. Leo imeenda wapi? Madhabahu imepigwa moyoni. Jamani, Yesu tusaidie, Yesu tusaidie. Elia alipokuwa nabii wa Bwana, Ahabu alikuwa ni mfalme wa Israeli, na Israeli ni taifa ambalo Bwana Mungu alichagua ili kupitia lile taifa injili isambae duniani pote. Sasa shetani akajifunza jinsi ya kuweza kuiua madhabahu ya Mungu iliyomo ndani ya taifa la Israeli. Akafanya kila mbinu ili aiue ile madhabahu. Sasa ili afanikiwe, akaingia ndani ya mfalme Ahabu akaenda kuoa mwanamke toka nchi ya Sidoni anayeitwa Yezebeli binti Etibaali. Mungu wao anaitwa Baali. Sasa alipomleta yule mwanamke, alipofika ndani ya ile taifa, akatafuta mpango wa kuweza kuipunja madhabahu ya Bwana, aweze kusimika madhabahu yake. Na kuambia shetani ili afaulu, lazima kwanza aiue madhabahu ya Mungu. Akishaiua ile madhabahu, anajenga ya kwake, hapo anaweza kufaulu. Sasa sikiliza, wewe umempa nafasi. Ile madhabahu yako ya sifa imekufa, madhabahu yako ya uimbaji imekufa, madhabahu ya kushuhudia imekufa. Halafu wewe unajiona kama uko salama, kumbe madhabahu imeshakufa. Msikize mwana wa Mungu. Mtu mmoja, mama alienda kulima na mtoto wake shambani, wakapeleka mbuzi. Sasa wakafunga yule mbuzi kwenye kamba, au analisha, wao wakawa wanalima. Kila muda anamwambia mwanangu, geuka uangalie kama mbuzi yupo. Aligeuka, naona yupo. Kuna majambazi walikuja, wakamchinja kichwa yule mbuzi. Walipomchinja kichwa, kile kichwa wakichomeka kwenye mti, wakasimika ule mti. Mbuzi akawa anaangalia kule mwenye naye aliko.
halafu wao wanapepa mzee kuondoka. Kwa hiyo wakitazama wanaona kichwa, kumbe mzee alishaondoka. Ile wanamaliza kazi, wanasema tukachukua mzee nyumbani, kwenda kuangalia kimebaki kichwa. Ndicho shetani alichokifanya ndani ya moyo wako. Kanisani tunakuona, lakini madhabahu imeharibiwa. Tukikutazama kama tuko pamoja, sasa kama tuko pamoja, ile sifa